nimewasili wengi katika chuo chetu kutokana na mtoto anakuja bila kuelewa anaenda kusoma kozi gani. Akifika huku chuoni, jambo ambalo linamkuta ni kuanza kufeli au anaweza kusababisha yani kutohudhuria vipindi kulingana na vitu ambavyo hakuwa anavielewa. Hili nimewasili wengi sana. Kwa mfano wengine wanategemea kwamba alikuwa anapenda kwa mfano kusomea mambo ya magari, lakini kulingana na kozi aliyoisoma hakuwa anaitaka, linampelekea mwanafunzi huyo kufeli. Sasa leo hii anamwambia mwanae kwamba mwanangu kasome kozi fulani. Umeona? Hiyo ni kwamba unakuta mzazi labda alishaye kusoma hiyo kozi labda akafeli. Umeona? Labda alikuwa katika harakati za kusoma hiyo kozi, umeona, labda kufanikiwa. Kwa hiyo unakuta anamuinfluence mwanafunzi aende akasoma hiyo kozi, umeona. Lakini mwanafunzi unakuta yeye hajagree na hiyo kozi, umeona, hajakubaliana na hiyo kozi. Labda mimi Eribariki nataka nini nikasome kozi fulani, umeona. Unakuta ana malengo sawa, nikasome hii kozi, lakini hiyo influence ya baba na mama, mjomba nini pamoja na ndugu wengine, umeona, anakuta anamwambia kwamba kuna kitengo fulani bana, wewe nenda kasome, ukimaliza tutakuweka hapa hivi, umeona. Lakini unakuta mwanafunzi anasoma kwa juhudi, anasoma, lakini unakuta at the end ndio hivyo, umeona, anakuja kukaa mtaani. Malengo ni kwamba wanafunzi, umeona, hasa wanaoelekea vyuo vya kati, umeona, hasa na vyuo vikuu, umeona, wanatakiwa kabla ya kuchagua kozi wafuatilie hii kozi nikiwa naisoma, je, nikishamaliza nika graduate itaenda kunipa mafanikio hapa na hapa, umeona. Labda let's say itanipeleka kwenye ajira moja kwa moja, let's say itanifanya nijiendeleze nikiwapo mtaani. Ina maana mwanafunzi kama mwanafunzi atakaposoma kozi ambayo labda hajao interested nayo, madhara yake ni kwamba ataenda kuongezeka ongezeko la vijana mtaani, umeona, ongezeko la vijana mtaani wasiokuwa na kazi. Vinginevyo anakuja inapelekea labda influence peer groups, umeona, wizi mtaani nini. Kwa hiyo yanakuwa ni mengi sana. Kwa hiyo unajua bana, ongezeko la vijana kwenye mtaa, umeona, hasa wale ambao labda let's say wamesoma au hajasoma. Unajua mtu kama ame waste muda mwingi sana katika kusoma, yani of course katika mioyo ya asilimia kubwa ya vijana inakuwa inawakwaza sana, ndio inapelekea vijana wengi kukata tamaa, umeona. Anaamua tu ngoja tu nikae nyumbani, serikali yenyewe ndio hivyo, umeona, ajira hamna. Kwa let's say yani serikali yani influence sana practice katika vyuo, hata mashuleni, umeona. Unakuta vyuo vingi, umeona, hata hizo college, vyuo vya kati, hata vyuo vikuu, umeona, yani unakuta ni more theoretically, theory ndo zina practice sana, lakini practical unakuta ni chache sana. Ndio maana unakuta mwanafunzi anapomaliza chuo kikuu, umeona, ana ile performance ya more practice, kwamba nilipiga practical fulani, umeona, niliperform practice nyingi sana ambazo hata kama nikienda mtaani zitanipelekea nitafanya kila namna, umeona, maana sina practice nyingi. Let's say ana engineer majengo, umeona, let's say amesoma mambo ya viwanda, umeona, lazima tu yeye mwenyewe ndani atajiinfluence mwenyewe, umeona, ataenda kutafuta kazi, atafanya ubunifu wake binafsi kama wanafunzi wa vyuo, umeona, na mimi mwenyewe nikiwemo. Shirika la Doso kiukweli linaleta faida, umeona, linaleta faida kwa wale ambao wako interested, umeona. Unajua bana, kitu unapokichukulia, kwa mfano ushauri unapochukulia kwa mtu fulani, umeona, sawa umeuchukua, je umeufanyia kazi, umeona, je umeufanyia kazi, je umefanya kazi, umepata faida gani na huo ushauri uliopata, umeona. Kiukweli shirika la Doso sawa linafanya kila jitihada kuelimisha, umeona. Unajua mtu unapoelimishwa ukaelimika tenda, sio unapoelimishwa unaelimika basi afu una rest at the end, umeona, at the end hamna kitu chochote ulichoambulia. Swala la uchaguzi wa course, mimi kusoma beekeeping haikuwa interest yangu, kutokana tu na influence ya ndugu jamaa na marafiki. Walini influence kwamba hiyo beekeeping ni kitu kizuri, sio kwamba umekosa udaktari au umekosa kozi nyingine. Pia hiyo beekeeping ni kitu ambacho unaweza kusomea ukajiajiri mwenyewe.
kutokana na kuwa sikukubaliana na course au hiyo program, nilikuja huku nikiwa bado yani moyo wangu haujakubali kabisa kwamba kwa nini nimekuja kusoma beekeeping. Kweli katika kusoma kwangu kote nimeangukia kwenye beekeeping. Baada ya muda tukapewa ushauri na walimu wetu kwamba beekeeping ni kitu kizuri ambacho unaweza ukasoma ukajiajiri mwenyewe au ukaajiliwa na serikali. Ushauri wangu kwa vijana ni kuwa makini kwenye uchaguzi wa kozi. Utambue wewe kwenye maisha yako unataka kuwa nani, ni kitu gani unatamani kuwa katika maisha yako, yani what is your interest. Kuna umuhimu wa Doso kupita kwenye shule mbalimbali, inawajengea vijana kujiamini, pia kujiamini kwamba yeye anataka kuwa nani kwenye maisha yake, kwa ni malengo yake ni yapi. Inamjengea yani inampa ile strength ya yeye kwamba mimi my interest labda ni kuwa daktari, nitapambana ili kufikia ndoto zangu, natakiwa nipitie katika nyanja hizi, nisome kwa bidii hivyo. Wanafunzi wanapomaliza, kwa ukiangalia kama O level, mimi ninasoma diploma. Kwa wale ambao wanatoka O level, maana yake sekondari ile form 1 mpaka form 4, kuna akimaliza pale form 4 anakuwa na muda kama mwaka mmoja amekaa nyumbani, na baadaye matokeo anafanyaje, anatoka kama mwezi wa kwanza sijui wa ngapi wa pili, alafu selection zinatoka mwezi wa 6 wa 5. Huo muda ndio ingetakiwa akae waangalie, waanze kufuatilia kozi ambazo wanazihitaji, alafu wenyewe ndio waende kuambia wazazi wao ambao wako nyumbani, ambao wana support kwenye masuala ya ada, ndio waambie kwamba kuna kozi hii na hii kutokana na matokeo yake alivyo. Kwa hiyo unakuta kimfano mtu mwingine kasoma kwanza, ukiangalia kwanza shuleni penyewe unakuta kuna mwanafunzi mmoja hajui masomo ya sayansi, kwa mfano physics, biology na chemistry, analazimisha kwanza na wazazi azisome hizo, asome hao masomo wakati yeye mwenyewe hawezi. Kwanza inaanzia hiyo ya kuchaguliwa, inaanzia wapi? Inaanzia O level. Ukiacha tu hata kuja kwenye masuala ya chuoni, O level inaanzia hapo. Unakuta mwanafunzi analazimisha kusoma hao masomo wakati hayawezi. Kwa hiyo inakuja kimfano amelazimisha sana, amejitahidi na ameafaulu, baadaye kisha faulu anakuwa analazimisha tena kwenda kwenye kozi ambayo haiwezi. Unakuta akifika chuoni kwa watu wengine anasumbuka sana kuelewa kozi inahusiana nini, kwenye usomaji anasumbuka. Kwa mimi ushauri wangu ni kwamba wanafunzi ule muda ambao wako nyumbani wamesubiria kwanza na mwaka mzima wamesubiria kwenda chuoni, huo muda wafuatilie kutokana na matokeo yao yalivyo, wafuatilie ipi kozi inahusiana na masomo yake aliyofaulu na ambayo anaiweza. Kimfano mtu kasoma physics, amefaulu physics, biology na chemistry, maana yake hapo kuna option mbili, kwenda advance au kwenda chuo. Sasa hapo inatakuwa angalie mwenyewe, hii akili yangu inafaa kwenda advance au inafaa kwenda chuo nikasome diploma. Hapo ndio kwa muda wa kuana kufikiria yeye mwanafunzi. Akiwa anafikiria anakuwa anashirikisha na wazazi, sio kwamba wazazi ndio wanatoa ile fine, yani kutoa kwa moja nenda hapa, ila mwanafunzi yeye ndio anatakiwa afikirie, achambue kitu ambacho anakihitaji. Na kuhusiana na kuchagua programu ya kusoma wakati umetoka elimu ya advance kwenda chuo kikuu, mara nyingi huwa mtu anachagua kitu ambacho huenda hakifahamu, lakini kwa upande wangu binafsi nilichagua kitu ambacho nakifahamu kupitia watu ambao walikuwa mbele yangu. Kwa nilijua ni nini ninachoenda kukisoma. Haikuwa ngumu sana, lakini haipunguzi kuwa na ugumu kiasi fulani kukutana nao, lakini ni tofauti na pale ambapo ningejoin kitu ambacho sikifahamu, huenda ni kwa sababu nimechaguliwa and then nikakubali tu, inakuwa ni ngumu kidogo. Kwa kupitia kampeni hii ya Doso, nadhani itaendeleza na kuibua vijana wenye kujitambua na sehemu wanayoenda. Yaani kama mtu ataona leo hii kinini kinaongelewa juu ya utambuzi wa sehemu anayoenda kupitia mahojiano mbalimbali, kupitia publication mbalimbali ambazo wanazifanya, itawasaidia kuchagua kile kitu ambacho wanakipenda. By the way, watapata kitu ambacho wanakipenda kwa sababu
Shida kubwa ambayo inafanya vijana wachague kitu ambacho hawakipendi au kitaka au wachaguliwe ni kukosa elimu. Kwa hiyo hii program ni kwa ajili ya kuwafahamisha watu kwamba kuna kutambua kitu ambacho unaenda kukisoma. Ina maana kama wataendeleza na ikawafikia vijana kadhaa, wataokoka au wataondokana na hii shida ambayo inajitokeza kutokana na kuchaguliwa au kuchagua sehemu ambayo hawaifahamu.